Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tutataja ni kina nani ambao hawafai kupewa zakatul fitri. Kuna watu ambao kwamba sheria imetukataza kuwapatia watu hao zakatul fitri. Mtu wa kwanza ambaye hafai kupewa zakatul fitri ni kafiri. Usije ukakosea ukachukua zakatul fitri yako ukampatia mtu ambaye si Muislamu. Usiseme kwamba huyu ni mfanyikazi wangu, huyu ni jirani yangu, huyu ni mtu wa karibu wangu, ni rafiki yangu. Unapochukua zakatul fitri yako ukampatia mtu ambaye si Muislamu, ujue zakatul fitri yako bado haijakubalika. Deni lako liko pale pale, itakuwajibu ununue tena ama uchukue tena zakatul fitri, uende ukampatie mtu anayestahiki kupewa zakatul fitri. Mtu wa pili ambaye hufai kumpa zakatul fitri ni mke wako na watoto wako. Wewe kama baba, mke wako yuko chini yako, wewe ndo unayemlisha, wewe ndo unayemvisha, wewe ndo unayemsimamia mahitaji yake kila kitu, na watoto wako pia hivyo hivyo. Ni makosa kuchukua zakatul fitri zako ukawapatia wao. Yani wewe ushatoa kilo 2.5 yako, ukatoa kilo 2.5 ya mke wako, ukatoa kilo 2.5 ya watoto wako, kila mmoja kilo 2.5 yake, alafu ukazichukua wataka zakatul fitri zako zisitoke nje, zibakie pale pale, zirudi kwako. Hiyo kisheria ni makosa. Hufai kumpatia mke wako zakatul fitri, wala hufai kuwapatia watoto wako zakatul fitri, maadamu wewe ndiye unayewalisha na wewe ndiye unayewasimamia na wewe ndiye mas'ul kwa wao. Mtu mwingine ambaye kwamba hufai kumpatia zakatul fitri ni tajiri. Tajiri hufai kumpa zakatul fitri. Wewe kama maskini mwenyewe umpata hizo kilo 2-3 basi za kubangaiza, imekuwa ngoje nikamuhonge fulani, pengine na mimi naweza kupata kazi kwake, ama nikamuhonge nionekane mzuri kwake. Zakatul fitri wapewa watu wasiojiweza, hawapewi watu wenye uwezo wao. Makosa makubwa yanayofanyika, utakuta tajiri anachukua zakatul fitri zake na za kuwasimamia wale watu wake, familia yake, akakusanya zakatul fitri akazitia kwenye kanta ama kwenye gari yoyote ile, akazipeleka kwa tajiri mwenzake, ati amempelekea ni zakatul fitri yake. Kwa nini? Kwa sababu ataka kukatiana kwenye biashara yake. Yeye ametoa hii zakatul fitri ni kama chambo, amekitoa amekirusha kile. Kwa hiyo asubiri kwenye biashara watakuja kukatiana, kile ni chambo amekitoa. Hili ni jambo la makosa. Zakatul fitri wanapewa watu wanaostahiki kupewa, na tutakuja kuwataja hivi karibuni inshallah. Vile vile inafaa kisheria, wala si makosa ikiwa mume hana uwezo, mke anao uwezo lakini mume hana uwezo, mke kumpatia mume wake zakatul fitri yafaa, wala si makosa. Mke aweza kununua kilo 2.5 ya chakula, ama uwezo wake si lazima kutoa kilo 2.5, unaweza kutoa hata zaidi, lakini kiwango cha chini kabisa ni kilo 2.5. Akachukua akampatia mumewe, na mumewe akachukua akampa mkewe, akamtolea mkewe na akawatolea watoto wake, ikiwa amepata kile kiwango kinachowatosheleza kwa ile siku nzima, na hapo itakuwa hakuna makosa. Vile vile si makosa kisheria wewe ukachukua zakatul fitri yako ukampatia babako ama ukampatia mamako ama ukapatia wale watu wako wa karibu, familia yako, ambao wewe huwasimamii katika nafaka, katika chakula. Familia yako ambao kwamba wewe si wajibu wako kuwasimamia na huwasimamii katika chakula, basi unaweza kuchukua zakatul fitri yako ukawapatia watu wako wa karibu, wala si makosa. Sheria imetuwekea watu fulani ambao kwamba ndio wanaofaa kupewa zakatul fitri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Tauba aya ya 60 kama sijakosea, ametaja listi ya watu 8 ambao watu 8 hao ndio wanaofaa kupewa zaka. Leo tutataja hawa watu wawili peke yake, kwa sababu ndio wanaopatikana kwa wingi zaidi kwenye jamii yetu, na wengi wamewadharau na wamewatupa watu kama hawa. Mtu wa kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'an, innamas sadaqatu lilfuqarai wal masakin, hakika si lingine hizi sadaka hizi na hizi zaka zinazotolewa
wanaostahiki kupewa kwanza ni alfuqara, watu mafukara, kisha almasakin, watu maskini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukitizama kwa makini katika aya hii, ametangulia kumtaja fukara kabla maskini. Kwa nini? Kwa sababu fukara hali yake ni dhaifu zaidi, hali yake ni chini zaidi, uchumi wake uko chini zaidi kumliko maskini. Maskini ndiyo hana uwezo, Mwenyezi Mungu amemjaalia kipato chake anacho, lakini ni kidogo na hakimtoshelezi. Fukara hata hicho kidogo pia hana. Sasa Mwenyezi Mungu akasema, innamas sadaqatu lilfuqarai walmasakin, hakika sadaka na zaka siku zote kwanza wanaopewa ni mafukara. Tunajua mafukara wengi, kila siku mafukara wanazidi. Sheria yetu imeweka kutolewa zaka, zakatul mal, na kutolewa zakatul fitri kwa ajili ya kuwasaidia hawa wanyonge madhaifu. Lakini la kusikitisha, kwa kuwa sisi hatufanyi yani hatuna malengo katika zakatul fitri, ukakuta kila siku maskini na mafukara wazidi kuongezeka. Badala kwamba tushirikiane, tuwe nguvu moja, tuondoe ufukara, tuwatoe katika hali za umaskini, na mwakani wao pia waweze kusaidia wenzao, imekuwa kila mwaka mafukara wamekuwa wengi zaidi, maskini wanakuwa wengi zaidi, na tunashindwa mwishowe, hujui umpe huyu, hujui umpe yupi. Sasa tunatakiwa tuwe makini sana wakati wa kutoa zakatul fitri zetu ama kutoa zakatul mal, tuangalie ni nani ambaye tunampatia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.